Mnamo mwaka 1996 Septemba 13, maisha ya Tupac yalinyakuliwa na jamaa anaitwa Orlando. Wakiwa wanarudi kwenda kuendeleza pati yao siku hiyo usiku, baada ya kutoka kuangalia pambano la Mike Tyson, Tupac Shakur akiwa kwenye gari aina ya BMW, akiwa barabarani, kuna gari likaja, gari jeupe likiwa pembeni yao na kumimina risasi ndani ya gari. Risasi 4 zilimpata Tupac, moja ambayo ilimpiga kwenye mapafu na kumpelekea kifo papo papo. Yeye mpiga risasi ni Orlando. Inasemekana Orlando alishawahi kupewa dili la pesa nyingi sana ili ampoteze Tupac, lakini alizikataa. Orlando alienda kuchukua dili na kulikubali dili la kumua Tupac baada ya kufanyiwa fujo na Tupac Shakur na genge lake. Hivyo Tupac Shakur alipigwa risasi kwa sababu ya mabifu ya magenge ya muziki yaliokuwa yakiendelea. Tupac Shakur alikuwa hafanyi tu muziki, bali Tupac Shakur alikuwa anafanya mpaka uigizaji. Alishawahi kuigiza na Janet Jackson, dada yake na Michael Jackson. Inasadikika Tupac Shakur kipindi amejipata, Biggie alikuwa bado hajajipata. Biggie alikuwa ni underground ambaye anamwangalia Tupac na anatamani kufika eneo ambalo amefika yeye. Siku moja alipata nafasi ya kukutana na Tupac Shakur, akamsikiliza, akawa amemkubali. So akamtoa kwenye maisha ambayo ni ya chini, akampeleka kwenye maisha ambayo ni ya luxury. Biggie akapewa nafasi ya kwanza kurap katika uwanja mwaka 1993. Akapewa nafasi ya kurap mbele ya uwanja uliofurika watu wengi sana. Ndipo maisha ya Biggie yalipobadilika. Lakini nasadikika kwamba Big aliungana na P Diddy kwenye lebo ya Bad Boys, kwa sababu P Diddy hakumpenda Tupac. Mwana alikuwa amekaza, mwana alikuwa muhalisia, mwana alikuwa anapambana kweli, mwana alikuwa hapendi ubaguzi wa watu weusi, mwana alikuwa anaongelea harakati za watu weusi. Kwa hiyo P Diddy hakupendezwa. P Diddy tayari alikuwa na connection na magenge ambayo yalikuwa yanamchukia Tupac Shakur. Bifu zilikuwa kawaida na maisha magumu yalikuwa kawaida kwa Tupac Shakur kwa sababu mwana amekulia kitaa. Siku moja Orlando alimuondoa maisha Tupac, lakini nasadikika kwamba Biggie alifanya usaliti na Tupac akapigwa risasi kwa mara ya kwanza, japokuwa alipona. Biggie alivyogundua kwamba amefanya kosa, akakaa kimya, hakumdis, hakutoa track, kwa sababu Tupac Shakur alitoa track baada ya kutoka jela, kama vile Who Shot Ya, nyingine Hit 'Em Up. Hazikuwa track tu, zilikuwa zinamaanisha sasa Tupac Shakur amedhamiria vita. Inaonekana Biggie aliamua kumgeuka P Diddy. Hivyo Biggie naye kabla hajasafiri na kuachana na magenge ya P Diddy, kuna theory nyingi ambazo zinaendelea kwamba Tupac hajafa, ni fake life. Wengine wanadai kwamba alionekana akiwa Cuba, wengine wanadai kwamba amebadilisha muonekano, anaonekana kama ni rapper fulani kutoka South Africa. Wengine wanadai yupo tu mahali popote pale ambapo itakuwa duniani, ila amejificha, Tupac bado anaishi. Lakini ushahidi na uchunguzi wa mapolisi unadai kwamba aliyefariki pale alikuwa ni Tupac 100%. Shabiki wanadai kwamba Tupac hajafariki. Ukiangalia hata tatu za yule mtu alikuwa amefariki sio kama za Tupac mwenyewe, na wengine wanadai kwamba hata urefu na uzito wa yule mtu alikuwa amefariki ni tofauti na Tupac. Hata bodyguard wake pia alishawahi kunakiliwa akisema you never know, kwamba huenda Tupac yupo hai mpaka sasa hivi. Hadi mwaka 2026 kesi ya Tupac bado inaendelea kusikilizwa. Bado kuna mvutano kati ya familia ya Tupac Shakur na watu wengine ambao wamehusika katika kifo cha Tupac Shakur. Hivyo kuna mawili, either Tupac Shakur hajafariki kweli, ame fake life, au Tupac Shakur kweli amekwisha kufariki. Nyinyi mna mawazo gani? Anyways guys, ninaomba ubonyeze link hapo juu ukasubscribe kwenye YouTube channel yangu ili uwe wa kwanza kupata taarifa na story nyingi kama hizi. Otherwise, thank you so much. See you yesterday. Ciao.